Mariam Saidi. Asubuhi, yani usiku kaka walirudi kazini saa 2. Wakutoa tunaangalia pale TV. Mimi kaingia zangu nyumbani kaenda kulala. Kwenda kulala pale nikaacha pale watoto na wazazi wao. Mimi kaingia zangu kulala. Lakini sikujua chochote kilichoendelea. Asubuhi sana naamka, kuna mtoto ambaye anaenda shule. Anaenda kugonga dirisha kwa babake mradi ampe nauli ambao aende wapi shule. Amegonga mara 3. Hakuitika. Sasa mimi sikuwa na nani kwa sinajua labda amechelewa kuamka amechoka. Nikaendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo nikazunguka kule nyuma nifagie. Wakati nafagia, nikamsha jicho hivi dirishani nikaona dirisha limekatwa. Na alafu pazia lina damu. Kasema kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa. Nikamwambia, "Njoo kaangalie kule nyuma." Akaenda kuona. Nikamwambia, "Sidoingiaje chumbani? Je, kama amefunga na ufunguo kwa ndani tutajuaje?" Akasema hivi. Akaenda yeye yule mwanae mkubwa. Akaenda chumbani nikamwambia wewe nenda misozi kuingia. Kwa nenda wewe kule chumbani. Akaenda alipofika pale ndo amkuta mamake na babake amefariki. Akaniita dada njoo uone na mimi nikaenda kuona. Tukakuta hivyo amefariki yani hatukujua chochote. Yani tumejua yenyewe asubuhi. Lakini hatujua chochote kimeendeleaje hatujui yani. Wakati anakuja pale dada alikuta pale sebuleni. Tukamsalimia pale akaingia zake nini chumbani. Kwa kaka naye akabaki kwenye gari pale. Lakini kaka naye akaingia naye chumbani. Hivyo. Lakini mimi nilienda tena kulala sikujua. Na mimi asubuhi nikajua dada wamelala maana si wanachelewa wanalala. Kwa nikajua wamelala, wamechoka tu kuamka. Kumbe ndio hivyo tatizo makuta hivyo. Ilikuwa mimi sijazunguka kule nyuma na kuangalia dirisha lile lilivyo. Tusingejua kama mondani wamekufa. Hivyo. Nimekuja mwaka jana mwezi wa 8. Yaani hatujasikia chochote kile hatujasikia. Maana yake sisi tumeshangaa yani kama sijaona dirisha na hizo damu. Tusingejua kama wamekufa. Ndio kamwita mtoto wake naye akaona, akamwambia basi wewe ingia chumbani angalie kaka atakuwa wazima mbona kuna damu fudishi limekatwa. Ndio akaingia akaona ndio akuta wazazi wake wameshafariki. Na sasa hata hatujua chochote yani wamekufaje maana hatujasikia kelele yote hatukusikia.